Umefuata nini hapa? Unauliza nimefuata nini? Nimerudi nyumbani kwetu. Umerudi nyumbani? Hapa ni nyumbani kwenu? Tambua kwamba sisi tulizaliwa wawili tu. Mimi pamoja na kaka yangu, ambaye kaka yangu tayari ameshatangulia mbele za haki. Unasemaje kwamba hapa nyumbani kwenu? Unatakiwa utambue kwamba wazazi wangu walipofariki waliacha baadhi ya mali katika nyumba hii. Kaa kimya wewe! Ambaye mrithi pekee ni mimi, hakuna mwingine. Unasemaje? Unatanua kabisa mdomo, unazungumza kama kwamba unazungumza na mdogo wako, sio? Naomba usinipande kichwani. Umenielewa? Unajua maana ya urithi wewe? Unajua maana ya mali wewe? Naomba unisikilize kwa makini. Sitaki kukuona katika hii nyumba. Naomba uondoke sasa hivi. Ile mbili yangu. Chia dogo nakupiga mtama. Ile mbili yangu. Vipi? Aka mchakazi nimekuta mbele yangu asima yake. Amrudishie 200 yake. Chap. Wewe kama nani? Yaani utoke huko kote afuje kuvamia ugomvi usio kuhusu. Sikia brother, nikwambie. Takushenyenta. Na mimi ninakwambia, sitakaa nichoke kufuatilia mali walizoacha wazazi wangu. Unasemaje? Umekwenda kufanya umalaya wako? Kumbuka niliwahi kukufukuza wewe. Tena nilikufukuza. Alafu narudi unazungumza kwamba una mali hapa nyumbani kwenu. Naomba ondoke. Vyovyote vile sijali. Hata kama ulinifukuza kama mbwa, na ndio nimerudi nyumbani kwetu. Narudia tena, naomba ondoke. Toka! Get out of my house! Toka! Unaenda kufanya umalaya wako. Natetea tu umalaya hapa mchenzi. Mbavu nini? You talking nonsense. Sibona kajiuze upate mali zako. Unakuja unazungumza mali. Unajua jinsi ya kutafuta mali wewe, mpumbavu nini? Utakuja kunyonge mimi nipate kesi ya mauaji. Jinga mkubwa wewe. Yaani ameenda huko anakumpuka tu. Anakuja tu anakumpuka. Nimerudi hapa nyumbani kwetu. Mimi ndio mlisi wa mali. Mlisi wa mali mjinga nini? Shame. Takupididi mapema. Kwa nini mjichukue? Kwa wenyewe ndio watoto mlioshindwa kufunzwa na wazazi wenu, mnataka mfunzwe na ulimwengu, si ndio? Unataka nifunzwe na nani sasa? Mpe 200 yake. Chapu. Aya, acha ndala mbio, chapu, toka. Toka. Shamba wewe. Unaitwa nani? Hafla. Unakaa wapi? Nakaa kule. Sasa sikiliza mdogo wangu. Ujue udogo anaonekana muuni. Tena anaonekana muuni haswa. Kama anapajua kwenu, na hisi hapa nikikuacha atakuzungukia huko akukuta tena mbele akupiga akuumize. Cha kufanya hapa na kupeleka mpaka kwenu, sawa? Mganga, kama nilivyokuambia, huyu mtoto anacheza kwenye mstari wangu wa hesabu. Ni bora angecheza na mstari wa historia. Angekumbuka niliwahi kumfanyia kitu gani hapo nyuma. Lakini hataki kulijua hilo. Sasa nahitaji mganga ufanye kitu kimoja. Naomba umpige uchizi, yaani ambapo haijawahi kutokea katika dunia hii toka iumbwe. Sitaki aweze kunikumbuka wala kupakumbuka pale ninapoishi mimi. Na akiniona kabisa, akiniona, yaani asiweze kunikumbuka kabisa kwamba huyu mtu niwahi kumuona wapi. Kwa sababu sitaki acheze kwenye anga zangu. Na ndio maana nimekuja kwako kwa kukuamini na kwa kuaminishwa kwamba wewe ni kiboko. Hakuna mtu anayekuweza mwingine mganga. Naomba unisaidie katika hilo. Sijui itawezekana. Hiyo kazi nyepesi. Tena nyepesi mno kwangu. Hapa ndo umefika kwa mganga Kinyonde Kinyondele.
nikuulize tu, una moyo? Ningekuwa sina moyo, sidhani kama ningekuwa hai. Ndio maana niko hapa. Moyo wangu ni jasiri sana, na roho yangu ni mbaya sana kuliko unavyofikiria. Hiyo kazi kwangu nyepesi. Mimi ndio mganga kinyondele, sio kutia uchizi tu. Mimi hata kama ukisema tu uwe moja kwa moja. Swala la kumpoteza mimi sitaki. Mimi nataka umpe uchizi ambao huje kutokea. Tupige uchizi wa miezi 6 au tupige uchizi wa mwaka? Mganga, mimi nataka kifurushi cha milele. Sitaki kifurushi cha muda mfupi. Piga milele huyo. Wakulu ni ndo wakulungwa kutoka Ngende Ntwala huko. Natuma kombola wakulu. Ai. Sleepless Beats. Aise, nimeamini huyu mganga ni kiboko sana. Kisha piga pigo tayari. Acha we chizi, acha wewe na wazimu. Mtoto mdogo nataka kuingia kwenye anga zangu mimi. Ala, hakuna cha huruma hapa. Tena kiwezekana bora afe kabisa, mpumbavu. Unacheza kwenye anga zangu. Sleepless Beats. Hapa ndo nyumbani kwenu eh? Ndio. Sawa. Sasa nisikilize kwa umakini mdogo wangu. Mimi kuanzia leo nione kama kaka yako. Yaani mtu yoyote atakaye kusumbua, mtu yoyote atakaye kuzingua, ukiniona tu niambie, usisite, sawa? Alafu ukiwa na shida ndogo ndogo, sijui vimiamia vya kununua pipi na nini, ukiniona tu niambie, sawa eh? Haya, kwa heri eh? Kaka samani. Bwana mganga.
Kwanza kabisa nikupongeze. Nimeamini kweli kwamba wewe ni mganga wa kweli. Unajua mwanzo nilipokuja niliona kama unaniongopea. Lakini kweli nimeamini waganga wa kweli wapo. Yaani siku ile nilivyotoka tu. Pap. Aise. Nilimkuta ni chizi wa kutupwa kabisa. Tena anacheza na watoto. Nikamtazama, na yeye akanitazama. Hakuweza kunikumbuka kabisa. Shenzi yule tayari imeisha hiyo. Asante sana. Ndio maana nimeamua kukuletea hiyo zawadi. Ipokee. Kwanza niseme asante. Tena asante sana kwa kuweza kurudi tena hapa Chilingeni kwangu na kuja kutoa asante. Vijana kama nyinyi mjini hapa ukiwatibu tu basi wakiondoka wameondoka, kurudi tena hawarudi. Mimi huwa sinaga dawa za mang'amng'amu. Nikikupa dawa nakupa dawa kweli. Sawa? Kuna huyu bwana mdogo sasa hivi msanii anaimba huyu. Huyu alikuja hapa nitibie. Wenyewe vijana siku hizo wanamuita tembo. Nimenitibia mjini huko, anasikika yeye tu mtoto kutoka Mtwara huko. Kanikimbia, nikasema huyu tiba yake ndogo tu, nikampa ugonjwa kukohoa ule. Ndio paka sasa hivi unanisikia na ugonjwa kufanyaje? Wa kukohoa. Huyo mimi huyo. Ningoje kwanza la kuja. Hansberg Music. Kaka, hiyo mimi nimegewa kama zawadi. Na wewe nakupa kama zawadi. Ndogo wangu, mbona nikosea heshima? Kwa hiyo mimi kukutetea kule kupigwa, kukubeba njia nzima, kukuleta mpaka kwenu, ushanichukulia kama mtoto mwenzio, si ndio? Sasa unanipa mimi miwani si ya kitoto ndugu wangu, mimi naipeleka wapi? Hiyo sio ya kitoto. Ukitumia vibaya ni mbaya. Ukitumia vizuri ni nzuri. Ukitaka kitu chochote nitakupatia. Utoto bwana. Sasa nitake kitu chochote nipatie vipi? Haya bwana, sawa mdogo wangu, asante. Haya, kweli? Haya. Toto kazi. Sasa amekaa kiunyama. Hapa najiona kama niko Bongomani. Sema ya unyama, hii nitakuwa natokea tu mtaani wa time moja. Unyama. Mimi navuruga paka Simbawanga yote hiyo. Nikifika tu pale wanajua Nzigo Kinyonde kaingia hapa. Nachukua vitu vyangu, mimi narudi zangu Mtwara. Sawa? Sasa mimi niseme tu asante sana kijana kuweza kurudi hapa. Lakini jambo moja muhimu nataka nikuambie. Kuwa makini mno. Tena kuwa makini sana. Ganga, katika kundi la wanajeshi mimi ni komando. Nafanya kazi yangu kwa uaminifu sana na kwa makini sana. Huwa sipotezi hata nukta hii moja. Nikwambie kitu kimoja. Kama niliweza kuwaua wazazi wake kwa mikono yangu mwenyewe, sembuse jambo hili dogo? Hapana, haliwezi kunisumbua hata kidogo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi na mimi. Sawa? Mimi naenda. Basi mimi niseme asante. Karibu sana. Naomba njoo hapa nakwambia. Wewe, ndio langu.
Jamani Mwanga. Hapo nakwambia kitu kimoja. Sipendi dharau. Hata kama mimi nimefanya nini? Naomba ongoza nyumbani. Nyumbani leo mimi siendi. Unasemaje wewe? Uwasipendi dharau. Ongoza nyumbani. Bwana Mwanga, nyumbani mimi leo siendi. Wewe. Utangulia. Utangulia. Wewe. Usilete dharau. Hansberg Music. Hapa nimeingia chuo cha kike hapa. Dogo aliniambia yeye amepewa kama zawadi. Na mimi ananipa kama zawadi. Zawadi gani sasa? Yaani miwani nimeitupa pale chini na ikuta kitandani. Alafu kitanda nimeingia sijakitandika nakuta kimetandikwa. Hii sio zawadi. Zawadi si zawadi za namna gani hizi? Dogo itakuwa imani kaona inamletea mauza ndo kama anisusie mimi. Sasa nakurudishia huko. Haya basi, haina shida mkurugenzi. Nimekuelewa vizuri sana. Haya asante. Kwanza Mungu, nilikuwa nasubiri tu ukate simu nikupe pongezi. Wewe mwanaume basi tena. Unajua mke wangu, nikwambie kitu kimoja. Kwenye haya maisha kuna wakati unatakiwa na roho mbaya sana. Usione mke wangu hawa watu waliofanikiwa wana roho mbaya sana. Kwa hiyo hata kama napotumia pesa yake sio busara kumuingilia kwenye matumizi yake, kwa sababu alipatia uchungu ile pesa. Kwa hiyo mke wangu, tukiona sisi mtu anataka kuingia kwenye 18 zetu, atupishe kwa kweli. Au unasemaje? Kweli mume wangu, lakini mimi unanitisha. Kwa nini? Maana nasikiaga muda mwingine ukiona mtu amefanikiwa, labda kama unataka ufanikiwe, mtoe mtu wako wa karibu unayempenda, labda kama ni mama yako au mke wako. Sana hivi unavyonipenda hivi mume wangu, utakuwa unitoi kweli? Si kwa wewe mke wangu. Unajua mke wangu, wewe nakuona kama malaika. Sawa na enjoy sana kuwa na wewe. Yes, sana kwa kunijali mke wangu. Ndio maana ukiwa unaondoka hivi ukitoka, nakuwa nakufikiria wewe tu. Sawa. Kwa hiyo mke wangu, mimi nakupenda na kujali, kuwa na amani kabisa. Na nitakulinda nikiwa kama mume wako. Usiwe na wasiwasi, sawa? Asante mwanangu. Lakini kwa kile kitendo unamfanyia Mirasha? Huyo ndo chizi mazima huyo. Nikwambia, mimi kipindi napita hivi nikawa naogopa labda anaweza kanijua. Kumbe hana hata moja. Kumbe ulimuona? Nimemuona, lakini na yeye nimeonana naye hivi, lakini hajaweza kunijua kabisa. Niliofia labda angeweza kunikimbilia. Yule mke wangu tayari ubongo umeshasambalatishwa. Yaani ubongo wa mbele umerudi nyuma. Wakati umerudi mbele, hawezi kukumbuka chochote. Relax. Afla, kiukweli miwani yako imenishinda. Tena siwezi kuishi nayo kabisa. Kwa vitu tu ambavyo vimenitokea kwa muda mfupi. Mimi nimekurudishia miwani yako.
umeshindwa kuitumia miwani yangu. Sawa, nipe. Shika, ndiyo, shika miwani yako. Kama siku ile nilivyokwambia, ukitumia vibaya ni mbaya, ukitumia vizuri ni nzuri. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Macho, naomba unipatie shilingi 10,000. Nani Afla? Si mwekundu wa Msimbazi huo? Sasa nisikilize Afla, sawa Samahani ndugu yangu. Hiyo miwani nimerudisha kwa makosa yani. Yaani mimi mwenyewe tu si unajua tena mapepe yangu, yani nimeamka tu nikakurupuka nikasema eti nirudishe miwani. Nilikuwa naomba tu nipatie. Mimi nitajua mwenyewe jinsi ya kuishi nao kwa sababu nilikuwa sijui jinsi ya kuitumia. Kumbe tu ukishika ukiomba kitu tu jamani. Wewe ni gay tu hapa. Mimi nitajua mwenyewe naenda kuishi nao vipi. Kama zawadi yangu umeirudisha, basi siwezi kukupatia. Mshadi jamani. Kama zawadi yangu umeshindwa kuitumia, basi uchukue hiyo 10,000. Utaweza kuitumia. Kwa hiyo 10,000 inatoka kwenye miwani. Baba sawa. Asante hata kwa hicho ulichonipa, sawa kwa heri Haya, kwa heri. Namba kweli nitaka mimi. Sasa huo ajebla kwa picha kubwa sawa Sasa wewe ni namba nakwambia leo. Utashinda na njaa leo nakwambia mpaka ukome. Anakula tu na yaani nakwambiaje? Utajuta kula majani leo. Nakwambia kila siku baba kula samaki sitaki. Kula ubaba uwe na ubaba uweke sawa. Yaani nakwambiaje? Na mkuja kufanya nini nakwambia? Mkuja kufanya nini? Ajabu napokula baba peke yako. Kula utafika wezi jomba mora Chakubelewe una giza itawakata watajibu kama temadula Shit. Kumbe simu ina password. Hii issue ndogo kwangu.
Kama anachezea makufuri na password afu nayatoa, siwezi shindwa simu kama hii. Amekuibia nini kwani? Maana mimi nimeona tu kuna kitu amekupola hapa afu amekimbia. Nimejaribu kumkimbiza mpaka mbele kule, lakini nimemkosa. Sitaki shobo. Kumbe dishibovu ndugu yangu. Basi itakuwa amekuibia hivyo vikolokolo vyako. Mimi nikajua labda amekuibia kitu cha maana, simu au pesa. Nikimpata kidogo naweza nikaja nikapata posho. Kumbe umeibiwa makopokopo yako hayo. Na una bahati wewe. Leo niko vizuri. Lakini ningekuwa vibaya, ningekupeleka geto tukacheze. Maana sipendi na mademo mtaani mpaka machizi. Nimesema sitaki shobo, sitaki shobo. Hii dunia inaelekea mwisho ndugu yangu. Dada mlembo kama hivyo ndugu yangu dishibovu. Toka. Toka. Sasa unanifukuza kama nani wewe? Kipanado! 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 Naam. Mbona tunakuita ulikuwa wapi wewe? Nilikuwa ndani naangalia video. Alafu wewe usipendi mashauzi. Mbona tunakuita ulikuwa unafanya nini ndani wewe? Hiyo TV gani unaangalia wewe? Kipanado? Kipanado? Oya. Hey. Umenikumbuka eh? Sasa sikia. Nenda ofisini kwa Kuba. Kuna simu yangu nilimpa toka jana. Ina password nikamwambia nifashie. Kaichukue, nenda kaniuzie. Nachokitaka kuja hapa ni pesa na si kitu kingine. Nielewe kwa makini. Sitaki simu. Nenda kaiuze uje na pesa. Ukifeli, oya Kipanado unanijua baba. Sasa simu nikauza shilingi ngapi? Maana unaona analegea maelekezo kibao afu nitajia hata bei yenyewe. Hiyo simu ukiona utajua thamani yake. Ndio utajua mwenyewe uuze shilingi ngapi. Nachokitaka mimi ni hela. Baridi. Sema nini blaza? Kuna mchizi boti mmoja ananiletea miti za kishamba. Kanikuta mimi kwa mtanda ngombania 200 na dogo, anataka kunigombelezea. Gombelezea yule dogo, kanipiga makofi, kanipiga ngumi wanangu, kanipiga mtama hata siei. Na alama hapo mgongoni hata wewe acha tu blaza. Wewe huyo jamaa unamjua? Nikimwona kwa sura namjua ila kwa jina sijui. Sio kesi Kipanado. Kwanza fanya maarifa ya simu hiyo niliyokuambia. Alafu kirudi nipa maelekezo ya kutosha. Changamka sasa hapo mwenyewe. Kula mbakishie baba. 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 Kula mbakishie kula. Kula mbakishie baba. Kula mbakishie baba. Kula mbakishie baba. Kula. Pole sana. Mungu alaani wale kufanya uwe hivi. Lakini kama wewe unacheza na akili za watu, basi na wewe unacheza na akili zako. Pole sana. Mungu atakusaidia.
kama jua kali kwenye milima, mabonde, majabali. Kikubwa dua kwenye hii safari. Maskini ya Mungu, jua kali sana tena linawaka vibaya, alafu wewe mbuzi upo juani. Navyomwangalia anaonekana kama ana kiu na maji. Mwenyezi Mungu alisema tuwe na huruma na viumbe hai. Hebu ngoja nifanye kitu hapa. Na wala usikate tamaa. Ado, ado, ado. Siku utafika wezi jomba mora. Ado, ado, japangeli una giza itawakata. Ado, ado, ado. Watajibu kama temadula. Ado, ado, ado. 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 Naona Nsela Kwisa umeleta nzigo. Ndio nimeleta yale madumu yako bwana Kinyonde. Si umenagiza madumu matano? Kwa hiyo haya mawili bado matatu. Kwa hiyo mimi nao mawili ndani afu nije nikamalizia matatu. Hiyo safi. Sasa Nsela mbona moja alijajaa hivi? Samani Kinyonde. Unajua kipindi natoka bombani na kuja nyumbani kwako, nilipofika njiani pale nilikutana na mbuzi. Kwa hiyo nimeona kakaa sehemu ya jua kali, alafu inaonekana hata hajanywa maji muda mrefu. Kwa hiyo nikaona bora nikimbilie ndoo hii nyumbani kwetu, niende pale nikampe maji kidogo. Kwa nikachukua dumu moja nikamimina nikampa maji, akanywa pale. Kidogo milo yangu ikawa na amani ndo nikaleta huku maji. Lakini sasa nikaa nimesema nikileta huku nitakwambia kwa sababu kutoka pale nilipompa mbuzi maji mpaka bombani ni mbali. Lakini kutoka pale pombuzi mpaka hapa ni karibu. Kwa bora tu nije afu nitakuelekeza. Sasa shangaa nikasahau kukwambia ndugu yangu samani. Yaani Nsela jao kweli. Yaani Nsela wewe unajua mimi mishe zangu kunyumba hapa. Yaani lazima wagonjwa wengi. Yaani jioni kuna wagonjwa niwafanyie tiba nyungu. Niwapige nyungu kidogo maji haya kwa sababu waoge. Ndio maana nikasema Nsela niletee madumu matano. Sawa. Hasa Nsela unaleta maji nusu nusu kweli Nsela? Unajua bwana Kinyonde, hata Mwenyezi Mungu alisema kwamba tuwe na huruma hata kwa viumbe hai. Hajamaanisha kwamba sisi kwa sisi ndio tulumiane, hata kwa wanyama na wenyewe tu tunaonea huruma. Kwa hiyo mimi kumsaidia yule mnyama, mimi kidogo roho yangu imeridhika. Lakini hapa mimi naona asiwe mambo mengi, sababu naona mada itakuwa ndefu. Wewe chukua madumu mawili, 1.5 ya mimine ndani. Wewe uniagiza madumu matano? Ndio. Haya mimi nafanya kama nimekupa bure. Bure kabisa yani. Chukua bure haya mawili, usinilipe chochote. Alafu naenda kukuchotea madumu yako matano na kuletea. Sasa Nsela ni kidogo sasa hivi umekuja yani kwenye njia. Yaani kwenye msitari ulionyooka hivi. Ujue mimi niliposikia masuala ya mbuzi, nikajua maji umempa Lunya. Sawa? Kumbe umempa mbuzi, yani mbuzi nyama wewe. Hiyo Nsela safi hiyo. Sawa? Yaani hapo ulikuwa tayari ushaanza kunivuruga kidogo. Unampaje maji Lunya? Maji nimeagiza mimi wewe unampa Lunya. Kumbe mbuzi nyama. Nsela noma sana.
Ng'ombe bwana Sasa maji nimempa Lunya tena Lunya akapata nini hapa? Yaani mtu mzima lakini ndugu yangu akili zake toto basi. Letea basi madumu ndugu yangu akuletea madumu yako 5 hayo. Akili imechoka mwili na roho. Nimejaribu kuangalia hatimiliki zote za nyumba, viwanja, nimefanikiwa kuipata ile ya kiwanja kile cha juu kule unachotaka kukiuza. Unajua hapa blaza alicheza rafu sana. Kwa nini? Alikosea sana. Haiwezekani amwandike Milasha ndio mlisi. Mungu, naona unakosea sana. Kivipi sasa? Kuna tatizo gani? Au kuna ubaya gani mzazi kummilikisha mali mwanawe? Unataka kuniambia wewe ukiwa na mali huwezi kumrithisha mwanao? Mke wangu, nikuulize swali tu. Labda faida yangu mimi hapo ni ipi? Iwapo yule mtoto nimemlea angali mdogo, nimetumia gharama zangu nyingi sana. Kumbuka aliwahi kuumwa yule mtoto, pesa nyingi sana zilinitoka. Inawezekanaje hii? Oh, unazungumzia kuhusu faida? Mume wangu bwana, faida ni yeye mwenyewe. Sasa mtoto akishakuwa kama hivi, atakaa ataangalia kwamba hapa aliponisaidia baba kunitunzia mali zangu mpaka leo hii, kuna chochote kitu hiki hapa natakiwa nimpe. Ni yeye mwenyewe mtoto na mapenzi yake. Wewe unataka kufanya nini sasa? Na ikiwa mzazi kashammilikisha mtoto wake, mimi sioni kama kuna kosa hapo. Hii sijaiona kama iko sawa kabisa mke wangu, kwa sababu nimehangaika sana na huyo mtoto, mambo mengi sana. Halafu leo inakuwa hivi. Kaka alinikosea sana kusema kweli. Kabisa. Ndio hivyo, huna jinsi. Hana kosa. Nante. Ndio msikilize. Namba ngeni. Halo? Halo? Simu yako inakatakata sana, sikusikii vizuri. Halo? Safi, habari? Naam. Unasema? Wanunuzi wa kiwanja wamefika? Wewe. Okay, sawa, nimekuelewa. Okay, sawa. Sawa, asante. Wanunuzi wa kiwanja wamefika mke wangu. Ngoja kwanza mume wangu. Kwa hiyo unafanyaje sasa na mambo ndo kama hivyo? Akili yangu ni kubwa sana. Utajua nini cha kufanya. Ama jua kali kwenye milima, mabonde, majabali, kikubwa dua kwenye hii safari, anepanga na kupanga. Unajua Mungu mwenyewe atakuwa na makusudio yake kukufanya mtoto mbichi na mrembo kama wewe kuwa hivyo. Lazima upate watu wakukunanii, wakukuweka sawa. Hautakiwi uwe na chunusi. Mimi najua unapenda Big Bomb. Na mimi nauza Big Bomb nyumbani kwangu. Lakini sasa hapa nitaenda kukupa mimi mwenyewe ya kwangu binafsi. Umeona? Mimi nimechukia kukupenda. Wazungu wanasema kukulavdi. Yes, mimi nimekupenda, nimekumind. Wewe ni mtoto mzuri. Sema watu wanakusahau kwenye hii dunia. Sasa wewe kuwa na mimi. Halafu sasa
Mimi niende nikakupe big bomb. Twenzetu. Tamu. Nenda kukupa tamu. Yes. Nia sabuni, lini kunguru atakosa mzoga. Tamu. Tumia sabuni. Hebu sikiliza kwa makini, wa mpumbavu. Sio kila machizi unaona wanarandaranda mitaani basi ukajua ni machizi kweli. Wengine kuna vitu tumevipoteza tunavitafuta. Kuwa makini. Jana nilikwambia uje nyumbani mida ya jioni, lakini sijakuona nyumbani. Matokeo yake leo umenipigia tu simu asubuhi na unaniambia kwamba mimi nije nyumbani kwenu. Kuna shida gani? Yaani kiukweli hapa mtaani kuna kijana ananisumbua. Unajua ananisumbua? Yaani sitoki nje, sifanyi kazi zangu ndani kwa amani. Nikifua maji na mwagia humo ndani, nikiosha vyombo mchafu natia humo ndani. Yaani ananisumbua huyo kijana. Sasa kama kuna mtu anakusumbua na wewe unamuogopa hivyo, huyo ni nani? Na anajikuta nani kwanza? Yaani ni muuni. Unajua pesa ni muuni? Juzi kati nilikaa hapa kwenye gogo, kanibeba nduki. Twende geto kwangu. Nikamwambia mimi sitaki kwenda geto, sikutaki. Nimekwambia twende, kanibeba mkuku mpaka geto kwake. Kafunga mlango, kaondoka. Bahati nzuri ile mlango alikuwa hajafunga vizuri. Mimi nikapuruchuka nikakimbia. Kwa hiyo, wewe hujamwambia kama una mpenzi hapo? Nimemwambia mimi nina mchumba wangu, lakini hataki kuelewa yule mkaka. Ni muone. Kashindikana hapa mtaani kote wanamjua. Sasa sikia, mimi nataka unipeleke mpaka kwa huyo jamaa. Kusa, mimi naogopa, mimi siendi. Achana naye bwana. Yaani ni muone huyo kaka kapinda, nakwambia kapinda. Hakuna mtu atomjua hapa. Kwa hiyo mke wangu, yani sasa hivi unafurahia yani kwamba kama mtu muuni alafu anakufanyia vitendo vibaya, kwa hiyo lazima umuogope kwa sababu yeye muuni, si ndio hivyo? Hivi wewe una akili kweli wewe? Yaani mtu anataka akubake, nakwambia twende kanionyeshe mimi nimalizane naye, unaniambia tusiende kwa sababu yeye muuni. Kwa hiyo basi na mimi sasa navaa sura ya uuni. Mimi sio muuni, sasa na mimi navaa sura ya uuni. Twende mpaka kwa huyo jamaa, mimi najua naishi naye vipi. Sikiliza sasa. Tunatoka hapa tunaenda mpaka kwa, tukikaribia kwao unanionyesha bwana mimi kwao pale, wewe unarudi zako nyumbani kwenu, nitakuletea baadaye majibu. Mimi sitaki mchezo bwana kwenye mali zangu. Yeye anaona tu weupe wewe tu achukulia baridi, si ndio hivyo? Oya, nipeleke mpaka kwao jamaa, mimi naenda kumalizana naye kiume. Haya sawa. Hivi Mirasha, una akili kweli? Mirasha, unajielewa? Nilikwambia tangia mwanzo ukitaka kuja nyumbani toa taarifa, maana hapa nyumbani wateja wengi. Alafu Mirasha, nakutumia SMS ujibu. Isitoshe naenda kwa Mangi kuchukua vocha na kupigia simu yako haipatikani. Mimi nataka nikuletee chakula, simu haipatikani, SMS ujibu. Message yako mimi niliiona, lakini muda nataka nikujibu tu, ndipo nilipoibiwa simu yangu. Aliyekuibia simu unanijua? Hapana, simjui, lakini kama nitamuona nitamjua. Mirasha, mdogo wangu, kuwa makini mno.
huu mchezo sisi tunaocheza mchezo ni hatari. Yaani huu mchezo adui anakuwa stilingi, stilingi anakuwa adui. Inatakiwa utumie akili nyingi mno, na unahakikisha mtu wote asijue kama wewe sio chizi. Sawa kaka, nimekuelewa. Mimi nipo makini sana katika kutunza hii siri, kwa sababu nina uchungu na vitu vyangu. Lakini kuna mpumbavu mmoja amefahamu kwamba mimi sio chizi. Nilasha ndogo wangu, hivi mtu paka nafika tu wa kujua wewe sio chizi, Milasha ilikuwa kuwaje? Kaka alikuwa anajaribu kunibaka, ndipo nilipoamua kumpiga kipigo ambacho hajawahi kupigwa. Kwa yule aliniibia simu nilivumilia, lakini kwa huyu anayetaka kunibaka nilishindwa kuvumilia kaka. Okay, sawa, siwezi kukulaumu sana, maana ni maamuzi ya kikomando. Sema kitu kimoja sasa, huyo mtu unamjua? Simjui, lakini ana minywele mingi hivi kichwani, alafu yupo kama taila hivi, pia ana kisauti chembamba kidogo. Inabidi nicheke. Huyo mtu hata kama akijua ana msaada wowote ule, kwa sababu mtaani kote hapa unamjua yule, akili zake zepezepe. Kilugha chepesi tunasema yaani nzima alitaka kubakwa na chizi. Kumbe hiyo safi hiyo. Turudi ndani hapo ukafanya mpango wa kula, lakini unahakikisha ukimaliza kula tu usitoke ndani mpaka mimi nikwambie unatokaje. Sawa kaka, nimekuelewa. Vipi mwanaume mwenzangu? Shega. Samani, namuulizia Mwanga. Sijui nimemkuta. Wewe mwana Mwanga unamjua? Hapana, nikimwona simjui, na ndio maana nimemuulizia. Mwanga ndo mimi hapa. Kwa hiyo wewe mwanangu ndo unajikuta hodari yani. Yaani kwamba wewe unajikuta bingwa wa kuchukua wanawake za watu kinguvu na kutaka kwenda kuwabaka. Si ndio hivyo? Kwa hiyo sasa hivi mimi nakuchukulia kama mbakaji, si ndio hivyo? Oya, mke wa mtu sumu. Vitabu vinazungumza. Mitandaoni watu wanaposti mke wa mtu sumu, mzee mwenzangu. Watu wanapigwa bastola, watu wanapigwa mapanga kisa mke wa mtu. Alafu sio kaona ule weupe mimi naugaramikia mjomba wangu. Ule weupe mimi naugaramikia, kaa mbali. Kaa mbali na Jamima, yani kaa mbali. Wae. Sema sawa mimi kwenye mke. Labda mimi nikwambia kitu kimoja. Na wewe sifa zangu una na wewe ni nani ambaye unatoka huko tokako unakuja mtaani kwangu unaanza kutamba kama hivi? Oe, sikiliza kwa makini wewe. Wewe unajikuta muuni? Mimi huni. Yaani kama unajikuta muuni, mimi huni. Unajua 32 kwanza wewe? Au unasikia tu kwenye muziki na kwenye redio? Oya. Mimi naishi tu lakini mimi mtu wa watu. Yaani mimi wewe unizingui unifanye chochote yani. Unamwona yule Jamima yule? Mimi ule dem kitambo mwanangu wewe. Hey. Mwanangu jua unachukulia masiara na dem wewe. Una bahati mwanangu kinoma yani. Yule demu kitu ulichotaka kumfanya hujamfanya. Lakini right kama ungembaka mwanangu, mimi nilikuwa nakuja hapa tunaongea lugha nyingine. Mama yangu. Mimi nilikuwa nakuja hapa tunaongea lugha nyingine. Yaani usije ukaona jiita Mwanga, yani ukaona kama unanitisha na hilo jina lako. Wewe, kaa mbali na Jamima. Yani mimi nikija kukuona naye mwanangu. Wewe mimi sijui utakuja kuniambia nini wewe, mshamba wewe. Good. Unajua kuongea. Habari zangu wewe una. Hata siri zangu zinavovuma kuja kusikia hata moja. Na ndio mambo radio huyu akuja kutamba kwangu. Kipanado.
Kipanado. Namwona mshamba huyo. Anakuja mtaani, anatamba. Mazana naye. Kishauri chenyewe ndo hiki hapa. Mimi nikita katika miangaiko yangu asibenza 200 hadi faenda msamaria mwema kaangalia kwa uso muusi. Kaja paka nipiga makofi, alafu kanichenga, alafu kidogo kamgia 200, alafu nikauli mkono mtupu. Alafu nashangaa kapata ujasiri gani kuingia Guantanamo. Oya mandogo. Hii kambia masokwe. Nguvu, kono nguvu. Kumbe ndo wewe mshamba. Na kukumbuka vizuri sana wewe. Ile siku nipo katika miangako yangu nimechekecha, ukaingilia kati issue yangu. Ukajikuta raia mwema, si ndio manake? Si ndio wewe? Babu, mimi nimekukai na kukumbuka vibaya. Sasa sikia nikwambie. Njoro kanyaga leo babu. Pia mtoki. Hutoki salama hata jicho hili. Hata jicho moja. Yaani leo macho yako yote mimi nafanya kwa msoa. Yaani huruma yangu imeniponza. Huruma yangu imeniponza. Yaani kujifanya msamaria mwema kusaidia watu ndugu yangu, yani leo leo mimi niko nakufa ndugu yangu. Kumbe yule jamaa ndio yule alomkimbiza siku zile. Sasa na yule dogo anampiga mabao, kumbe mdogo wake. Mimi leo nilikuwa naisha jamani leo. Yaani leo mimi nilikuwa naisha kabisa. Mimi hapa ningekuwa na mwana kidogo ningesaidia ile. Jamani leo ule mama. Nani wewe? Vipi? Maana nimekaa hapo mlangoni, nimegonga mlango. Haya, kulikoni? Kumbe upo ndani kwisa, umelala au? Yaani mimi leo ulikuwa unaniingiza kwenye matatizo. Yaani ulikuwa unaniingiza kwenye balaa zito kinoma. Kumbe yule jamaa bwana mimi ananijua. Anakujua? Anakujua kivipi? Yaani yule jamaa mimi kuna siku nilikuwa napita njiani. Sasa alimuibia mtu njiani. Mimi nikafanya usamaria wema nikamkimbiza. Ili kutetea mali za raia mwenzangu. Sasa kumkimbiza nafika mbele nikamkosa. Lakini sasa ninavyohisi hapa, jamaa itakuwa kuna sehemu alijibanza alafu yeye aliniona. Kwa sababu inawezekana tu nafika tu pale kanikumbuka tu haraka kati yeye alikopo mbele mimi nilikopo nyuma. Alafu na kuhusu mdogo wake sasa. Mdogo wake kuna siku nilimkuta sehemu anagombaniana 200 na mtoto wa kike. Sasa kwa vile nikaona yule mtoto wa kiume afu yule mtoto wa kike, mimi nikaenda kumtetea mtoto wa kike. Umeona Sasa nimemtetea mtoto wa kike ndugu yangu, kumbe yule dogo ndo kaka yake na huyu. Kwa hiyo yule dogo ananitafuta na kaka yake ananitafuta, wote wauni vibaya mno. Yaani mimi leo sio ningekuwa kwenye hali gani? Kwisa, lakini si nilikwambia Kwisa usiende. Yule mkaka sisi ndo tunamjua pale mtaani, anaogopeka balaa. Yaani anaheshimika huku mtaani kwetu. Yaani kiboko. Asa Jemima, mimi nafanya yote haya kwa sababu nakupenda. Na sitaki nikupoteze mke wangu.
Wewe umeniambia kwamba mtu katokea alikuwa anataka kukubaka. Kwa hiyo mimi nifurahie tu, nichekelee, nione jambo la furaha. Yaani hilo jambo mimi limenikera. Na hata kama sina nguvu ya kupambana na ule jamaa, ya Mungu nakuhakikishia Jemima, mimi nitaforce kivyo vyote. Yaani kama sijui ngumi nitajifunza ngumi, kama sijui uni nitajifunza uni. Si wauni si mpaka avute bangi, si avute sigara, na mimi nitaanza kuvuta. Mimi amenikera ule jamani, lazima mimi nitatafuta namna nitakupambana naye. Labda tu tukaushiane. Lakini akiendelea kunitafuta, tutamalizana kiume. Mimi nakwambia kweli tena. Mke wangu tu anataka kubakwa, ndugu yangu, afu mimi nitulie. Natulia vipi? Nitulie? Mke wangu ubakwe mimi nitulie? Hapa ningekuwa na ile miwani ndugu yangu, yani hapa dai ingenisaidia, maskini ya Mungu. Hapa ndo naikumbuka ile miwani. Sio nimerudisha kwa sababu gani? Kuisaibu, acha masiala ujue. Ujue unanichekesha. Miwani? Yaani miwani kusaidie wewe. Si ndio? Yule mdogo wake na yule jamaa ambao umenielekeza leo kwao. Kuna siku nilimkuta njiani anagombana 200 na dogo. Kwa mimi nikamtetea yule dogo wa kike. Baada ya kumtetea yule dogo nikampeleka paka kwao. Nafika kwao akaniambia, kaka samahani na zawadi yako kwa sababu leo umenisaidia. Akaingia ndani akatoka na miwani akanigea. Akaniambia, hiyo miwani ukiitumia vizuri ni nzuri, ukiitumia vibaya ni mbaya. Nisikize kwa makini hapo Jemima. Ukiitumia vizuri ni nzuri, kauli za dogo. Ukiitumia vibaya ni mbaya. Sasa mimi nikachukulia tu kama kauli za utotoni, ndio nikasema utoto bwana. Sasa nitumie vizuri miwani yenyewe tu inaonekana kawaida tu ya kitoto. Kwa vile tu mtoto, mimi nikaona bora tu niichukue, nikaichukua nikaja nayo nyumbani. Oya, nafika nayo nyumbani hapa. Naitupa pale chini. Hichi kitanda niko sijakitandika kabisa. Najitupa tu dakika 2 mbele. Nakuta kitanda kimejitandika, miwani imetoka pale chini imekuja juu. Ama nilishtuka. Nikaona kumekucha. Haya sasa atakuwa masuala ya ushirikina. Na mke wangu Jemima kija huko ndani akaona masuala mauzauza huko ndani. Nikajua huyu dogo hii miwani itakuwa inamletea mauzauza, kaona bora asusie mimi. Nikamrudishia. Kwa hiyo miwani imetoka pale kwenye gesi. Imepanda kitandani imekutandikia wewe shuka. Miwani hiyo? Kuisa mengine mpunguzaga na wewe. Unapenda kunichekesha. Yaani unapenda mimi kuniona na furahi, si ndio? Jemima, yani tatizo lako wewe ni hili. Mke wangu mimi utake kuniamini. Haya, mimi naona kuelekeza miwani imetoka pale imekuja hapa. Ili shuka mimi sikulitandika mamangu. Na nimeliacha hivi. Ushahidi uje uone. Hivi nimeliacha, yani miwani imekuja hapa. Kwa hiyo takufanya mimi miwani nimechukua nikamrudishia dogo. Kwa hiyo hapa naikumbuka. Yaani ningekuwa na ile miwani pale ingenisaidia kwa sababu labda ningefika sema ningesema miwani naomba asinione. Kuta ningejificha washikaji wangenipita vu. Unadhani mimi leo ningekuwa tayari gani? Kwa sasa tunafanyaje kuisa? Hapa hakuna cha kufanya Jemima. Cha kufanya hapa mimi sasa hivi niko off mode. Kwa hiyo inabidi nirudi on mode. Nisikilize kwa makini hapo. Niko off mode, inabidi nirudi on mode. Na wewe ndio utakayeweza kunirudisha mimi on mode. Mtaalamu, mimi nimekuja. Shida yangu nataka niwe tajiri. Na Waswahili wanasema mtambua ndwele mganga ndo yeye. Naomba unisaidie. Mimi sio mganga wa kumpa mtu utajiri. Mimi ni mganga wa kutibu matatizo madogo madogo tu. Mimi uwezo wangu ni dogo mno. Yaani hata kwenye kiganja hapa haijai. Na siwezi kukudhulumu mimi nikachukua hela yako. Tunachofeli sisi waganga ni damu mwingine. Kitu ambacho ukiwezi alafu kufanya unakiweza. Mimi natibu tumbo. Natibu mtoto alioshindwa kutembea. Hayo ndio magonjwa yangu ya kutibu na mengineo, lakini madogo madogo. Natibu ngili. Natibu chango kwa watoto wa kike. Lakini sijawahi kunitibu mtu mwenye tatizo kama la kwako. Uwezo wa kukupa utajiri mama sina. Acha niseme ukweli na siwezi kuchukua hela yako alafu nikakudhulumu. Mimi ushauri wangu, labda usafiri utoke hapa uende sehemu moja inaitwa Ngende, Liwale. Uko ukifika ndio kuna watu wanaweza wakatibu hilo tatizo lako.
na wakakufanya uwe bilionea, lakini ukifika huko uwe na moyo nno, maana kuishi bila wazazi au kuishi bila familia ni kitu cha kawaida. Hakuna pesa inayopatikana kwenye njia rahisi. Mimi nakuomba, nadhani wewe utakuwa na matawi ya mbalimbali unao watu unawajua. Naomba niunganishe kwa watu. Dhamira yangu mimi niwe tajiri tu, sina lengo lingine. Sawa. Mimi naomba kwa sasa uende. Alafu kesho njoo nyumbani asubuhi. Kama simu yangu umeuza na laini umetafuna, basi haina shida. Lakini tambua kwamba nimepoteza vitu vyenye thamani sana kwangu kuliko hata hiyo simu. Wewe chief, umenijuaje na umepajuaje hapa nyumbani? Siku ulioniibia simu yangu, nilifanya uchunguzi wangu na mpaka nikafahamu unapoishi. Alafu mimi sio chizi kama unavyodhani. Kumbe unazingua eh? Wajikuta taila, si ndio manake? Oya we, ni mwenyewe taila baba. Swali leo kwa makini. Ni mwenyewe chizi muda. Nimevurugwa. Sasa sikia. Naomba uniambie. Kama sio chizi, wewe ni nani? Naitwa Mirasha. Nilikuwa nikiishi na wazazi wangu wote wawili, lakini kwa bahati mbaya waliaga dunia. Waliacha nyumba, mashamba pamoja na maframe. Lakini vyote hivyo babangu mdogo aliamua kunidhulumu na kuzichukua yeye, wakati mrithi pekee nilikuwa ni mimi. Dhumuni la kuja hapa, ile siku ambayo ulikuwa umeniibia simu yangu, nilikuona ni kijana ambaye umenivutia sana. Na nikaamini kama nitakupata, unaweza ukanisaidia katika kutafuta vitu vyangu ambavyo nilipoteza. Kama umekuja na maskari kunikamata, wewe mimi sijai kufeli. Toka nianze kuiba sija ukamata. Huo mchongo unaoletea sawa. Lakini imekuwaje umekuwa chizi? Kwa kuwa sasa hivi tunataka kuwa kitu kimoja, sina budi kukueleza kila kitu. Wala siwezi nikakuficha chochote kwa sasa. Kazi yako ya kwenda kisimani imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu kivipi tena kaka? Tena imekuwa ngumu mno. Wakati wewe unatoka tu, baba yako mdogo anakuja. Kibaya zaidi alipokuja, maneno aliyoyaongea yamenifanya mimi nitoke niweze kuja huku. Inapoonekana baba yako mdogo sio kukufukuza tu, isipokuwa kupendi kabisa hata kukuona. Na kilichokusaidia zaidi kwamba baba yako mdogo hajui chochote kuhusu mimi na wewe. Mirasha mdogo wangu, baba yako mdogo amenifuata lengoni kuloge. Uniloge? Tena sio kukuloga tu, ikiwezekana nikupoteze moja kwa moja, yani usionekane katika hii dunia. Ni kwa nini baba mdogo anataka kunifanyia nini hivi? Mimi sijai kumfanyia kosa lolote baba mdogo. Tulikuwa tukiishi vizuri. Ni mali ndio inafanya kweli hataki kunifanyia nini hivi? Sasa kaka unanisaidiaje? Mimi baba yako alinisaidia. Acha na wewe nikusaidie. Katika kipindi hiki Mirasha, inatakiwa uishi katika hayo mavazi. Ujifanye chizi. Tena chizi wa kutupwa. Ili mimi kazi yangu yenye pesi kwa baba yako mdogo. Anachotaka kukiona baba yako mdogo wewe uwe chizi tu basi, na sio kitu chengine. Hayo mavazi nimekupa. Ukivaa mavazi hayo Mirasha mdogo wangu, nataka uwe chizi. Mtaa nzima wajue kwamba Mirasha kawa chizi.
na usisubutu kumwambia mtu mwingine yoyote kama kuna kitu kimefanyika kati yangu mimi na wewe. Sawa, acha nijifikirie, nipe muda, nitakupatia majibu. Basi sawa, tutaonana wakati mwingine, lakini la kukusisitiza, kuwa makini, chunga yoyote asije kafahamu kwamba mimi sio chizi. Ni wewe pekee ndio unayefahamu kwamba mimi sio chizi. Samahani sana mdogo wangu, kiukweli nimekaa nimewaza na nimefikiria mengi tu kuhusu ile miwani. Ina umuhimu sana katika maisha yangu, kwa hiyo nimeona bora nirudi nije nikuombe radhi. Nilikosea sana kukurudishia ile miwani, kwa hiyo naomba unisamehe. Ningeomba tu unigee tena ile miwani, kwa sababu mimi nilikuwa sijui jinsi ya kuitumia na ndio maana nilikurudishia. Kwa hiyo niliona tu inaniletea mauzauza mle ndani, ikanichanganya kabisa. Sasa nilipokuja tena hapa nikashangaa, kumbe ukiishika tu hivi ukiomba tu kitu chochote nakupa. Kiukweli siku zile ulivyoomba hapa ile pesa na ikatokea kweli, ulinipagawisha kabisa. Yaani ulinichanganya kabisa. Kwa hiyo naomba tu nikabidhi tena ile miwani, mimi nitajua mwenyewe naishi nayo vipi. Wewe kijana ni mpole sana na roho ya sio kwa binadamu tu, hadi kwa wanyama. Kikubwa dua kwenye hii safari. Maskini ya Mungu, jua kali sana tena linawaka vibaya, alafu huyo mbuzi uko juani. Navomwangalia anaonekana kama ana kiu na maji. Mwenyezi Mungu alisema tuwe na huruma na viumbe hai. Ngoja nifanye kitu hapa. Na wala usikate tamaa. Hata ulipopeleka maji, uliamua tu mwachie bure. Uwe na roho hiyo hiyo ya huruma. Asante sana mdogo wangu. Mimi nitaendelea kuwa na roho hiyo hiyo ya huruma. Mimi sio mdogo wako, na wewe huwezi kuwa kaka yangu. Mimi ni mkubwa kuliko wewe. Wewe mkubwa kuliko mimi? Yaani ukiandunja hivyo ndugu yangu, yani mkubwa kuliko mimi vipi? Mwacha masiala bwana mdogo wangu. Naitwa Afla. Ni mtoto naitoka ujinini. Kila mwezi wa 6 huwa tunaruhusiwa kutembelea dunia yenu. Na leo siku ya mwisho kukaa katika dunia yenu. Hivyo basi najiandaa ili niende nyumbani kwetu. Sasa Afla, unaondokaje wakati mimi nilichokuja kukifuata sijakipata? Nimekuja hapa dadangu kuomba ile miwani. Naomba unisaidie ile miwani, Naomba unisaidie ile miwani. Mimi nitajua mwenyewe naishi nao vipi. Sasa ukitaka kuondoka ndugu yangu, mimi miwani nitaipataje? Nikabidhi kwanza miwani, wewe ndio uondoke. Nenda. Sasa mimi naendaje sijaipata hiyo miwani ndugu yangu? Nisaidie hiyo miwani. Nenda. Sawa dada. Iwe ni kwenye mvua ama jua kali, kwenye milima, mabonde, majabali, kikubwa dua kwenye hii safari. Anepanga na kupangua ni yeye Jalali. Jendo mgawa tonge na riziki, hata kufuta unyonge na isosi.